Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika awamu zilizopita tuliongelea kuhusu mambo matatu: kuzaliwa, kuoa au kuolewa na kufa. Tumeongelea kwa kina kuhusu kuzaliwa na tukaongelea kuhusu mama na jinsi ulivyozaliwa na umuhimu wa mama, na tukaongelea kuhusu iwapo utamkosea mama yako ni jinsi gani utarudi na umuombe msamaha. Mada ya kumhusu mama ni pana sana, hatuwezi kuimaliza kwa kweli. Mama ni mtu muhimu sana katika maisha yako, ila kwa leo ningependa tumtaje na baba pia, kwa sababu katika kuzaliwa kwako kuna two key figures: baba na mama. Baba ni yule mwenza wa mama yako ambaye kwa wao kujumuika pamoja ukapatikana wewe. Na baba kwa kweli ni tofauti sana na mama, very different katika maumbile yao. Katika maumbile yao ni tofauti, na katika hisia zao ni tofauti. Wakati mama yuko emotional, ni mtu ambaye anaonyesha hisia, ni mtu ambaye mambo yake mengi sana yanatawaliwa na hisia. Baba yeye yuko tofauti. Baba yeye ni action oriented. Yeye ni mtu ambaye husukumwa na vitendo. Yeye ni mtu wa vitendo. Wakati mama ni mtu ambaye anaweza kukumbatia, akakwambia na kupenda, akakubembeleza, akakudekeza. Baba si rahisi kufanya hivyo. Baba si mtu ambaye katika maumbile yake ni wa kusukumwa na hizo hisia. Baba yeye ni mtu ambaye anataka kutenda. Mapenzi yake kwako yanaonyeshwa na vitendo. Sijui kama ni wangapi wanakumbuka baba zao wakiwakumbatia, wakiwabusu, wakiwaambia na kupenda. Ni wachache sana. Si rahisi baba kushika kukumbatie na kuambia na kupenda na kubembeleze. Wapo wanafanya, siwezi pinga hiyo, kwa sababu watu wako tofauti. Lakini baba kwa kawaida yake si mtu wa kuonyesha hisia. Lakini huyu baba, kama kuna mtu ambaye anatakia mwanawe mazuri, number one ni baba. Hata kuambia na kupenda, hata kukumbatia, hata kubembeleza, lakini baba ndiye number one ambaye anakutakia mazuri, na anajituma, anajisukuma, anaenda mbio ili hakikishe wewe maisha yako yanakuendea vizuri, kuanzia ukiwa mdogo mpaka unakuwa mkubwa. Your father is your greatest supporter. Anakutakia mafanikio. Na ndio utakuta kwa bahati mbaya, kwa vile watoto na mama zao wako emotionally attached, yaani wameunganishwa na hisia. Mama na mwanayo wameunganishwa na hisia. Unakuta wakati mtoto anafanikiwa, baba anawekwa kando, baba anasahauliwa, baba anaonekana kwamba his job is done, ashamaliza kazi yake. Sahii mtoto amekuwa mtu mkubwa, sahii mtoto ana mafanikio. Ile sacrifice baba alifanya, kwa kweli kabisa, is rarely recognized. Rarely. Ni watoto wachache sana ambao wanatambua juhudi ya baba kuwafikisha pale walipowafikisha. Wengi wao kwa sababu ya ile emotional attachment na mama zao, wanawatambua mama zao zaidi,
na kuwatelekeza wazazi wao wa kiume. Na hii si jambo limeanza leo wala jana, ni nature, it's natural, kwa sababu ile emotional attachment iko very strong baina ya mzazi wa kike na mtoto wake. Na hii emotional attachment sometimes ina involve paka the side of the family, the side of the family, the mother's side of the family. Namaanisha nini? Utakuta mara nyingine mtoto akona a very strong relationship na aunti zake, khalati zake, mama zake wadogo ama wajomba kuliko uhusiano wake na his father's side ama her father's side. Unakuta uhusiano wa mtoto na upande wa baba yake most times huwa ni lukewarm, huwa ni vuguvugu, hauna nguvu sana, kwa sababu ile attachment ya mama na mtoto inaambukiza paka kwa upande wa familia yake. Na hii kwamba baba haonyeshi hisia, hii attachment ya mtoto kwa baba yake anakuwa ni kidogo sana, ijapokuwa baba yake huyo ndiye huyo ambaye yeye anamtakia mwanae mazuri, anampigania afanikiwe. To tell the truth, every father wants his child to succeed more than himself. Baba yako anataka wewe ufanikiwe kumpita yeye. Hakuna baba ambaye anataka, kwa mfano, yeye amesoma mpaka form 4 ama amefika university, alafu atake mwanawe akomee elimu ya msingi ama akomee sekondari. Hapana, baba wa kawaida huwa hawi hivyo. Baba wa kawaida huwa anataka mwanawe ampite daraja in every aspect of life. That's your father. He may not show it. He might not show his love to you, but he wants the best for you. Naomba kwa leo tukomee hapo. Mada ni ndefu ila muda ni mchache. Kwa hivyo naomba tukomee hapo kwa leo. Tutaendeleza huu mjadala, tutaendeleza hii mada katika awamu zinazokuja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.